Pigie kelele amen. Vizuri. Naomba kila mtu akae. Naomba kila mtu pata mahala pako pa kukaa. Kule bondeni, hebu muulize mwenzako, kwa nini tumejaa sana leo? Alafu mjibu mwenzako, jibu nalo. Amen. Sasa naomba utulivu kwa ajili ya kila mtu. Asante sana kwa ajili ya watu wa sauti yenu nzuri kwa hapo. Ninaomba sasa tuwe watulivu tupate neno la uzima. Kama mnavyojua, tuko live mataifa 22 Ulaya ambako tuna makanisa yetu, na tuko live states za Marekani 15 ambayo tuna makanisa yetu, na tuko live mahala Asia na Japani ambako tuna makanisa yetu pia. Na pia tarehe 8 mwezi wa 12, tarehe 12 mwezi wa 8, kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 31, tutakuwa na wachungaji kutoka mataifa 27 ya Ulaya ambao wanakuja kufundishwa ili tuwatume kwenda kuanza makanisa ya ufufuo na uzima kule Ulaya. Amen. Sitakuwa mtu mwenye haki nikishindwa kuelewa leo tuna meya wa jiji, meya wa mji wetu wa Ubungo. Nitakuwa sijafanya vizuri sana. Hebu tupungie mkono tu meya, pungie mkono meya wetu. Na ni diwani wetu wa kata ya Ubungo tunayempenda, si ndio jamani? Kwa hiyo mtu anayesema diwani kwa nini kaja? Diwani wetu wa kata yetu ya Ubungo ndio mwakilishi wetu. Tumemchagua wenyewe. Tushindwe kumkaribisha aje atusalimie? Tutakuwa tumelogwa basi. Hata kama angekuwa ni diwani wa CCM, tumemchagua wenyewe, tungemkaribisha, angekuja akasema na sisi. Kwenye mambo yanayohusu mambo hayo sisi hatuna ubaguzi. Amen. Amen. Nilisema unisikilize kwa makini. Sasa nataka kutupa makombola kadha wa kadha. Nilikwambia wiki iliyopita kwamba, kama unakumbuka vizuri, kwamba nimefunga kwa habari ya mjadala wa mtu anayeitwa Daudi Albert Bashite, au kwa jina lingine Paul Christian Malanja au Makonda kama anavyojiita. Nilisema kwamba nimefunga mjadala, na kwa sababu lengo langu mimi hasa lilikuwa ni Mheshimiwa Rais apate kauli yangu juu ya jambo hili, ili Mheshimiwa Rais afanyie maamuzi maneno yanayosemwa na watumishi wa Bwana. Lakini nikakupa tahadhari kwamba kama Daudi Bashite ataendelea kunichokonoa, nitakuja na makombola mengine, nitampiga na moshi utatoka, hata anaweza kufungua macho tena. Nilikuahidi hivyo. Kwa desturi yangu mimi wasichokozi watu, na kwa kuwa sichokozi huwa sipendi pia kuchokozwa. Na kama mnakumbuka, kuna mwanamke mmoja aliyekuwa kule Kawe, mnakumbuka vizuri? Mnamkumbuka vizuri Mwanamke yule ambaye ameolewa na Saidi Amiri Kipingu. Mnamkumbuka yule mwanamke chizi, ana tatizo la akili. Sasa huyo mwanamke ndiye imekuwa stole ya wiki hii katika mji wa Dar es Salaam. Mnamfahamu? Wangapi wanamfahamu vizuri? Vizuri. Ni mwanamke ambaye ameolewa, ana mume wake. Mume wake anaitwa Saidi Amil Kapingu, na nyumbani kwao ni hapa tu, nyumba inayofuata hapa. Baba yake mzazi tulikuwa naye jana hapa, nilikuwa najaribu kumuuliza mambo kadha wa kadha. Sasa huyo mwanamke ambaye ni kichaa, ana tatizo la akili, Jumatano iliyopita, nisikilize kwa makini, Jumatano iliyopita ilikuwa siku ya usiku kuanzia saa 2 mpaka saa 3:30. Daudi Albert Bashite ambaye unamfahamu Bwana Ziro, alimchukua yule binti pamoja na kikosi cha watu wake kadha wa kadha. Wakamchukua, nataka nikuelezee pale walipokuwa na mtaa waliokuwa na kazi waliokuwa wanafanya. Amen.
Akamchukua yule mama kichaa, hajui kwamba ni kichaa. Kanisa la Ufufuo na Uzima wote mnafahamu ni mama kichaa, ni mke wa Saidi Kapingu, amechanganyikiwa, na kwa sababu hiyo mume wake yupo, na mume wake tutakuwa naye hapa, na baba yake mkwe tutakuwa naye hapa, alafu tuone itakuwaje sasa. Amen. Mwambie mwenzako usiliamshe dude, utaumia. Amen. Mimi nilikuwa nataka nilitaka kumsaidia nifunge mjadala, lakini tena kama unavyojua mimi ni mtu wa vita tangu ujana wangu. Na nikisikia sauti ya risasi za vita, moyo unawaka na kurudi vitani tena na tena kwa nguvu nyingine tena. Wanaosema amen, simama useme amen. Mambo hayo. Kumekucha. Kwa hiyo nisikilize, nikupe doti kwa doti. Baadaye nitarusha makombola kwa dakika chache, alafu tutaendelea na neno la uzima. Mtu anayempenda Yesu aseme amen. Nimegundua jambo moja, nchi ya Tanzania inanihitaji. Mwanzoni nilikuwa sina hakika sana, lakini nimegundua nchi ya Tanzania inahitaji sauti ya mtu aliaye nyikani. Inahitaji sauti ya mtu atakayesema tengenezeni njia ya Bwana muda karibu. Haleluya. Nchi imejaa watu waoga, wasio na uwezo wa kusema, wasio na uwezo wa kutetea, wasio na uwezo wa kwenda mbele, wametulia. Biblia inasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wachawi wote sehemu yao ni katika ile ziwa la moto, na hii ndio mauti ya pili. Haleluya. Mimi siko miongoni mwa wale waoga. Nalitumwa kutoka mbinguni kwa ajili ya kazi moja tu, kuzigeuza falme za dunia ziwe za mwana kondoo na za Yesu Kristo wake. Amen. Naliamsha dude. Unawasha moto bila kuwa na kikosi cha zima moto. Watu waseme amen. Kwa hiyo nimegundua Tanzania inahitaji sauti ya mtu aliaye nyikani. Mtu atakayesema tengenezeni njia ya Bwana. Mtu atakayesema yanyosheni mapito yake. Mtu atakayeshusha kila bonde. Mtu atakayeshusha kila kilima. Mahala palipopinda apanyoshe pawe wazi. Nataka kunyosha palipopinda pa Tanzania, na nyosha pawe wazi kwa jina la Yesu. Na watu wengi hawajui, Biblia inasema hakuna mtu aliyemwona Mungu akaishi isipokuwa mwana pekee ambaye amemfunua. There is no day in life when God Jehovah will come here on the earth and talk to men. There is no day in life when the Holy Spirit will come here in physical form and talk to men. There is no time in life when Jesus the Son of God will walk on the face of the earth again. Now, when I say this is the voice of Jesus and this is the words of Jesus, when I decide this is the decision of Jesus Christ. Amen. Amen. Unaweza kusema Gwajima, wewe unajidai ndio aina tofauti na maaskofu wote. Sikiliza. Kanisa la Ufufuo na Uzima ni tofauti na makanisa mengine yote. Kwa taarifa yako, kanisa la Ufufuo na Uzima tunaitwa Wakristo rafiki wa Waislamu. Hebu nasema sisi ni Wakristo rafiki wa Waislamu. Na mahala popote tukimwona Muislamu ameonewa au baniani ameonewa au asiye na dini ameonewa, mimi kwa niaba ya Bwana, kama kinywa cha Bwana, nitasema, nitazungumza, nitaonya, nitakaripia na nitang'oa. Tatupa jangwani, nikikutupa umeshatupa kwa jina la Yesu. Nimetanguliza kukuambia sisi ni Wakristo rafiki wa Waislamu, kwa sababu nitakapokuwa naongea nitawatetea baadhi ya Waislamu ambao hawana mtetezi. Usishangae kwa nini nawatetea, kwa sababu ni watu wa Mungu. Sijui kama unafahamu vizuri, mimi wakati naanza form 1 nilitelekezwa na mjomba wangu, nikaachwa msikitini. Nikakaa msikitini mwaka mzima. Waislamu wananipa nauli ya kwenda shule na kurudi msikitini, na Waislamu walikuwa wanajua mimi ni Mkristo.
Natoka msikitini, msikiti wa Mzee Tinde pale Nyakato sokoni. Natoka msikitini, naishi msikitini, nimekaribishwa na Waislamu. Nikawa nakwenda shule na kurudi, na kula chakula msikitini, nasaidia kusoma maji ya msikitini. Na mimi nikasema siku Mungu atakaponipa uwezo, ingawa mimi si Muislamu, siku Mungu atanipa uwezo, nitawasaidia Waislamu. Kweli nilipopata uwezo, nikaamua kuchimba visima vya maji kwenye misikiti 5 ya Waislamu, wanatumia kwa ajili ya ibada mpaka leo. Kwa hiyo nikisema kwa habari ya mambo ya Waislamu, natetea Mtanzania, natetea Mkristo, natetea Muislamu, natetea aliyoonewa. Na hii ndiyo kazi ya Yesu iliyomleta duniani kusaidia walioonewa. Haleluya, amen. Watu wanasema Gwajima huogopi kufa. Let me tell you something, and I want you to know, I want you to understand. Unaweza kuua mwili wangu, lakini huwezi kuua roho yangu. Na kwa taarifa yako, sifi leo wala kesho wala kesho kutwa wala wiki ijayo. What I want you to understand, sifi leo. Let me tell you a philosophy of death quickly. Nikwambie fikra za kifo. Fikra za kifo ni kwamba, number 1, kila mtu atakufa. Number 1, kila mtu atakufa. Number 2, kinachotofautisha ni umri aliyokufa mtu. Number 3, kinachotofautisha mtu aliyekufa ameacha impact gani duniani. Number 4, mwisho wa siku aliyekufa mapema akiwa na miaka michache na aliyekufa mapema akiwa na miaka mingi, baada ya miaka 100 hakuna tofauti. Isipokuwa kuna mmoja alikufa akaacha mawazo yake, akaacha elimu yake, akaacha maono yake, akaacha ujasiri wake. Mimi naacha ujasiri wangu duniani baada ya safari yangu kuisha, na itakuwa vile vile kwa jina la Yesu. Amen, amen. Sasa hebu kaa vizuri, kombola linakuja hilo. Kwa hiyo nasema Daudi Albert Bashite pamoja na wenzake wawili, mmoja anaitwa Chris ambaye ni mfanyakazi wa Clouds, na mwingine anaitwa Sudi Brown. Huyu Sudi Brown ana jina lake, huwa mnamuona anavaa ninja na jina lake. Sasa leo nilikuwa nataka nimweke wazi jina lake, anakaa wapi, anaishi mtaa gani, anafanya shughuli gani. Sikiliza vizuri. Ukiingia kwenye vita na mimi, jipange. Unapigana na Bwana, jipange. Andaa madesa. Unagombana na Bwana, jipange. Mimi nazungumza kwa niaba ya Bwana aliyewafanya watu, aliyewaumba watu kwa mfano wake. Nitaka nimtandike huyu Sudi Brown, lakini naomba univumilie kidogo. Nitakwambia kuna jambo hapa. Najua Mungu ni mwingi wa rehema na mwingi wa huruma. Kila ninachokisema mimi amesema Mungu. Na usipokiona kimejatokea leo, baada ya wiki 1, wiki 2, wiki 3 tunaanua tanga, tunamaliza biashara. Kwa hiyo huyu Daudi Albert Bashite wakamchukua huyo mama, mke wa Saidi Kipingu, wakamchukua ile siku ya Jumatano usiku, wakaenda naye usiku wakijua mchungaji Gwajima hafahamu. Wakamchukua mpaka Sinza Mori. Ukifika pale, iko barabara inayoelekea Johannesburg Hotel. Wakaenda hiyo barabara ya Johannesburg Hotel, karibu na Wanyama Hoteli, wakaanza kufanya recording yao, wakimsumbua huyo mama chizi aseme kwamba alikuwa na uhusiano na mchungaji Gwajima na amezaa na mchungaji Gwajima. Kwanza hapo nataka niwahakikishie kwamba kuzaa mimi nazaa. Eti Grace, Grace hebu nipe mkono. Mimi kuzaa nazaa. Nikukumbatie Grace, niwaambie kwamba kama ni issue ya kuzaa, mimi nafanya nini? Nazaa. Sitaki issue ya kuzaa iwe msamaha, nazaa. Mwanaume kuzaa bwana. Mwanaume ambaye hazai ana nini? Mwanaume kuzaa bwana. Unasikia Nataka ni ufute mjadala ule kwamba Gwajima anazaa au hazai. Nazaa.
na nimezaa kimwili, nimezaa kiroho. Na wale wote unaoona hawa ni wanangu, hebu wanangu simameni mseme amen. Mama nataka swala la kuzaa ni baya, nazaa jamani. Mimi sio padiri, mimi ni askofu na nazaa. Amen. Sasa wakamchukua huyo binti, huyo mama kichaa, ana akili vizuri. Wakamchukua mpaka pale Sinza Mori karibu na Wanyama Hotel, wakiwa na maelekezo ya Daudi Albert Bashite ambaye ndiyo huyo anayesumbua mjini, kwamba warekodi video ya kumkashifu mchungaji Gwajima kwamba kazaa na yule kichaa. Lakini rahisi tu, hata kama Gwajima angekuwa anazaa kweli, basi azae na wazuri basi. Basi azae na wazuri basi. Kwa hiyo nataka kuwapa chanjo. Mtu akiwaambia mitaani pale mchungaji wenu ameambiwa amezaa na kichaa na hivi na hivi, usimwambie hapana. Mwambie aliyezaliwa ni mdogo wetu, tuleteeni tumlee, tukae naye, tumlishe. On every dubious question, you will always attract a dubious answer. Kwenye kila swali au hoja ya kipumbavu itavutia jibu la kipumbavu. Lakini wacha niendelee. Huyo mama, asante, nazaa. Kwa hiyo huyo mama ni kichaa. Hawakujua kwamba ni kichaa. Ana mume wake yupo, baba mkwe wake anakaa hapa. Hawakujua ni kichaa. Lakini Daudi Albert Bashite alikuwa na lengo amchafue Askofu Gwajima, kama ambavyo lilikuwa lengo lake la kwanza la awali. Nikimsema Askofu Gwajima anauza madawa, waumini wake watakataa kumwamini. Sasa ndiyo naaminiwa kufa mtu. Ndiyo naaminiwa kufa mtu. Kwa hiyo akawachukua hao vijana wale, wakaanza kurekodi kile kipindi kwa maelekezo ya Daudi Albert Bashite. Sasa walitakiwa na Daudi Albert Bashite hiyo recording hiyo ya kumkashifu mchungaji Gwajima wairushe kwenye televisheni ya Clouds. Ilitakiwa irushwe tarehe 17 mwezi wa 3 2017, Ijumaa, kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 3:30 usiku, kwenye kipindi kinaitwa Shirawadu. Itakiwa irushwe saa hiyo. Walikuwa wamepanga warushe hicho kipindi. Sasa jambo lililotokea ni kwamba wakashindwa kurusha kwa sababu ya sheria ya habari. Unajua sheria ya habari inataka mawasiliano ya uhakika ya pande zote kabla hujatoa habari yoyote. Na sheria ya habari imesainiwa na Mheshimiwa Rais juzi bado iko hai, ambayo ninaweza kumbeba mtu mahakamani nikamsomba mpaka akatokwa na mapofu mdomoni mwake, asitoke maisha yake yote. Kwa hiyo wakashindwa kurusha kwa sababu ingawa wale walikuwa wanatumiwa, vijana wale wanatumiwa, lakini ile management ikashindwa kurusha. Waliposhindwa kurusha ile Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku, Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye televisheni yake akiwa anajua kwamba sasa kile kipindi cha Gwajima kuaibishwa kinakuja. Sasa amekaa kwenye televisheni anasubiri. Naomba mnisikize vizuri habari za kiumbe huyu wa ajabu. Kiumbe wa ajabu ambaye
ameshaweka miguu kwenye mashine ya kusaga na kukoboa. Atageuka sembe. Sasa Daudi Albert Bashite alikuwa amekaa kwenye television anasubiri, kwa sababu ameshawaandaa, ameshawatengeneza ili kwamba warushe. Kwa bahati mbaya management ya Clouds na watu wengine wakaona bwana, kipindi hiki hakina ukweli. After all mtu mwenyewe ni kichaa, hatuwezi kurusha kipindi cha kichaa. Baadaye akapimwa akaonekana kichaa, hatuwezi kurusha. Ile management ya Clouds. Sasa yeye kwa sababu alikuwa ameseti watu wake wa kipindi, akawa anasubiri kipindi kiruke. Ilipofika kama saa 3:20 hivi, akaona kipindi kilichotengenezwa na mkuu wa mkoa, maana yake na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa lengo la kudhalilisha maaskofu. Unaweza kujiuliza ambavyo mtu anaweza kuachiwa serikali ya mkoa akawa anatengeneza vipindi ili adhalilishe maaskofu. Ameachiwa na serikali. Mimi nashangaa. Ila kitajulikana. Mwambie mwenzako kitajulikana. Sasa alipoona kwamba hakirushwi, akaenda yeye mwenyewe usiku. Hiyo siku ya Ijumaa kama saa 3:20 anawahi kipindi kabla hakijaisha. Mbona hawarushi? Akaenda yeye mwenyewe na gari 2 na askari ndani yake, watu wenye mitutu ya bunduki. Wakafika pale Clouds kwenye geti, wakaomba kufunguliwa. Mlinzi kwa sababu ya kuogopa na nini akasema afungui, wakaweka kwenye chemba na mtutu wa bunduki. Baadaye wakafungua, na walikuwepo polisi na askari wengine. Wewe unajua wanajeshi, lakini kuna askari wanavaa makirikiri. Najua wanakotoka. Usiseme wanajeshi, ni askari lakini amevaa makirikiri pamoja na polisi. Na wajua wanakotoka. Najua jina la polisi mwenyewe, na najua mwenyewe aliyekuwa na silaha. Walikuwa na silaha wawili. Hii ndio Tanzania ambayo tunataka kuishi kwa uhuru na kweli na haki. Lakini mjinga mmoja ameachiwa shoka, amebeba shoka sokoni. Mjinga mmoja ameachiwa shoka sokoni, anazunguka nalo kwenye soko. Alipofika pale akalazimisha kuingia. Wale walinzi pale wakamzuia, bwana, unajua sasa hivi kipindi kinaendelea, ni muda wa kuperform, pigwa mtama. Wakaingia mpaka mle ndani kwenye kipindi. Ndio maana nimekwambia huyu Sudi Brown nitaka kumvua nguo leo, lakini nitakuelezea kwa nini sitamvua leo. Nitamvua baada ya shaiti fulani. Sikiliza kidogo. Walipoingia mle ndani, wakamkuta yule mwenye kipindi anaitwa Kwisa, pamoja na huyo Chris, pamoja na Sudi Brown. Wakawambia, kwa nini hamjapiga kipindi cha kumzalisha Askofu Gwajima? Wakasema, mheshimiwa, hatuwezi kupiga kwa sababu kio kinyume na maadili, hata hivyo ni uongo. Hata hivyo ni uongo. Kwa nini walijua ni uongo? Kwa sababu yule mama alikuwa anapatikana. Mama alipokuwa anahangaika, nikwambia viongozi wa kanisa, hebu mtafuteni. Yule mama wakamtafuta Jumamosi. Mama mwenyewe yupo, akatuelezea, jamani, mimi mnisamehe, nilikuwa naelekezwa na Daudi Albert Bashite na watu wake, jamani mnisamehe. Akaomba msamaha, tukamuongoza sala ya toba. Alikuwepo Pastor Ferista, alikuwepo Pastor David, na tumemrekodi. Unaona maneno hayo sasa? Alafu mtu kaachiwa mkoa, tena mkoa wenye wasomi. Mtu anabeba polisi, anabeba askari kwenda kuteka kituo cha television. Alipofika pale, wale mabwana, ndio maana nimesema nimemstahi huyu Sud Brown pamoja na mwenzake Chris na Kwiza, wakakataa. Walipokataa, mmoja kapigwa mtama. Sud Brown mwenyewe kapigwa mtama chini, kakanyagwa. Kwa nini anakanyagwa? Ni yale matunda aliyokuwa ameanza tangu anarekodi hiyo video. Kila pandacho mtu ndicho atakachovuna.
Yeye atakayeua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Yule producer mwenyewe akaja kutetea, bwana hapana, akakamatwa na yeye akapigwa na kitako cha bunduki. Yule mwingine naye akaja akawekewa mtutu usoni, anaambiwa ile recording tunaitaka ilete hapa. Kuokoa maisha yake ndiye akachukua ile recording akampa Daudi Albert Bashite, au kwa jina la Paul Christian Malanja au Makonda kwa jina feki, akamkabidhi. Nataka ujiulize, television imetekwa. Ule ujasiri wa huyu mtu kubeba jeshi wakati wa usiku kwenda kuteka kituo cha television, anatafuta DVD moja aliyoitengeneza ya kumzalisha askofu, analazimisha ipigwe. Ameteka kituo cha television. Amehama tu kwenye beki feki, ameingia kwa Daudi Albert Bashite, jambazi. Jambazi. Ndugu zangu, baada ya hapa nitawatumia video ya Daudi Albert Bashite akiingia yeye mwenyewe hapo crowds akiwa na askari wenye silaha. Nitawatumia video sasa hivi. Nitawatumia video ya mkuu wa mkoa anaingia kwenda kuteka kituo cha television. Nitawatumia video kwa sababu hapa tuko maelfu. Nikiituma moja, baada ya dakika 5 kila mtu atakuwa nayo. Nataka uwaze mambo kadha wa kadha. Waza mambo kadha wa kadha. Sheria ya habari imesainiwa juzi na Mheshimiwa Rais. Inazuia kutoa habari bila kuconfirm na upande wa pili na kuwa na hakika beyond reasonable doubt. Wale waandishi wa habari pamoja na kwamba walikuwa wamedanganyika wamerekodi, lakini wakasema tuache. Mkuu wa mkoa Daudi Albert Bashite akavamia, akateka nyara, anawalazimisha wale watoe ile habari kinyume cha sheria. Wao wametunza sheria, wameacha kutoa habari. Yaani serikali ya mkuu wa mkoa inalazimisha wavunje sheria kwa kutoa hiyo habari. Hebu jaribu kuwaza. Yaani mkuu wa mkoa Daudi Albert Bashite anaongoza sio kwenye vyeti feki tu, na kuongoza jeshi vibaya kuwalazimisha watu wavunje sheria ya nchi. Ufikirie vizuri. Ni nani aliyemtuma huyu mtu? Hakuna mtu Tanzania wa kuweza kumkemea huyu kijana. Hakuna waziri wa kumkemea. Hakuna waziri mkuu. Hakuna rais wa kumkemea. Nani kamtuma huyu kijana? Ni nani amemtuma huyu? Nauliza, ni nani amemtuma huyu kijana? Jeuri ya huyu kijana inatokana na nini? Hii jeuri ya huyu mtoto inatokana na nini? Watu wamekuonyesha una beki feki. Ulitakiwa ulale mahali ujifiche uone aibu. Lakini kijana anateka kituo cha television kwa mtutu wa bunduki. Hii ni hatari tunaiendea hii. Maana yake sasa wananchi tukisema tumechoka, tunalazimishwa kuchukua hatua sisi wenyewe tunazozijua. Maana hakuna mtu anayefuatilia sasa. Angalau ungeenda kuteka kituo cha television kwa ajili ya faida. Anateka kituo cha television kwa ajili ya kuvunja sheria. Sheria ya nchi ni kumkosea heshima Mheshimiwa Rais aliyemchagua. Mimi kwa mara ya kwanza nashangaa kweli kweli. Kwa nini nashangaa? Hebu niulize kwa nini. Juzi Mheshimiwa Harrison Mwakembe aliteleza. Mheshimiwa Harrison Mwakembe aliteleza akasema hivi, ili mtu afunge ndoa lazima kwanza awe na cheti cha kuzaliwa. Amesema leo, kesho yake Mheshimiwa Rais wetu akatokea akasema jambo hili haliko sawa. Mheshimiwa Mwakembe ameteleza, rais akasahihisha. Kwa swala la Bashite, mbona kuna ukimya? Kuna nini hapo? Kuna nini hapo?
Au kwa vile Bashite ni Msukuma? Au kwa vile Bashite ni Msukuma? Kwa taarifa yake sasa, na mimi ni Msukuma, chuma hunoa chuma, nitamnyosha kwa jina la Yesu. Ina maana kuna shida hapo. Kuna shida fulani. Leo ni wiki ya 3 tunalalamika. Tunazungumza hatua kwa hatua. Watu wameumia. Leo ni wiki ya 3. Kimya. Mimi nataka niseme, mtu mwenye ujasiri duniani ni yule anayeyasimamia nao yaamini, na hawezi kuondoka uwanja wa vita mpaka aone bendera ya ushindi wa vita imepepea. Mtu ajiulize, Gwajima una kila kitu, unatetea nini? Nina gari, nina nyumba, na helikopta, na ndege nyingi, natetea nini? Si ningekaa nyumbani kwangu nikaa na watoto wangu? Nikwambie, kama jirani yako ana matatizo na wewe umefanikiwa, bado una matatizo. If your neighbor is a slave, everyone is a slave. Kama taifa halijawa huru, halijawa sawa, watu wananyamaziwa kuharibu taifa, bado kila mtu ataharibikiwa baada ya muda mchache ujao. Amen. Hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu. Inazungumzwa kwa uhakika, kwa usahihi, kutokea madhabahuni kwa Bwana. Sema amen. Kwa hiyo huyo akapewa hiyo DVD. Alipopewa, haraka sasa yeye anayo. Hebu nikwambie ni kwa nini alivamia kituo cha television. Story behind, nataka aliyekuwa anayehusika asikie kwa nini alivamia kituo cha television. Ni kwa sababu Daudi Albert Bashite alikuwa amempigia mkuu fulani, akamwambia, mkuu, nivumilie kidogo, nimeandaa kijambo ambacho ndicho kitakachomaliza Askofu Gwajima. Kitarushwa leo kwenye Shirawadu saa 3 usiku Ijumaa mpaka saa 3:30. Naomba mkuu wangu ukiangalie. Kwa hiyo sasa yule mkuu wake ambaye namweka kwenye mabano alikuwa kwenye television anasubiri, anadanganywa. Sasa huyu Albert Bashite alipoona mbona dakika zinataka kuisha za kipindi, na yule ndugu yangu nimemweka asubiri, Gwajima anatandikwa na sioni Gwajima, ndiyo maana akachomoka kwenda kule Clouds ili kwamba angalau waonyeshe angalau dakika za mwisho. Clouds wakakataa. Wapigie makofi Clouds, wapigie makofi. Wapigie makofi. Pamoja na madhaifu yao yote, Clouds wana madhaifu ya kutosha ambao hukumu yao nitatoa leo, lakini waliamua kusimamia uwanja wao. Kwa hiyo huyo alikuwa na wahi, kwa sababu yule mkuu wake yule alikuwa amemwambia, sikiliza uone ninavyofanya. Na mimi najiuliza, yule mkuu aliyekuwa ameambiwa sikiliza kile kipindi, mimi nimejuaje kwamba wewe ulikuwa unasubiri kipindi hicho saa 3 mpaka saa 3:30? Mimi nimejuaje? Yaani ni rahisi. Daudi Albert Bashite mwenyewe anawaambia wale watu wake, msiwe na wasiwasi, kuna mkuu fulani leo anasikiza hicho kipindi, anawaambia, na wasaidizi wake wananipigia wananiambia. Kwa hiyo unaona sasa mambo yanavyokwenda. 0 on the paper translates 0 in the brain. Mimi nakwambia, mtu aliye na 0 kichwani, mtu aliye na 0 kwenye makaratasi, yanatafasiri 0 kwenye mipango ya kichwa chake. Niongeze kidogo, sema Niwape subiri, mikwaju haijaanza hapa. Lakini somo langu linaitwa nitavunja magari ya chuma. Mwambie mwenzako, nitavunja magari ya chuma. Sasa kuna mambo kadha wa kadha nataka Clouds wajiulize. Jambo la kwanza,
Ule ujasiri wa Daudi Albert Bashite kwenda kuteka crowds ameupata wapi? Wajiulize. Namba 2, ule ujasiri wa kuingia pale akawapiga wafanyakazi. Yaani wafanyakazi wakapigwa, wakawekewa mtutu ndani ya studio, ameutoa wapi? Crowds mjiulize, mmemsaidia miaka mingi na mmembeba miaka yote. Siku zote wanao support vyeti feki wanakuwa crowds. Sitaki leo tuwahukumu crowds. Nataka tuwape muda. Tuwape muda mpaka Jumatano. Kuna mambo ambayo mimi ningetaka kusema kuhusiana na crowds. Lakini namuomba kila mtu yeyote anayetaka kusema kuhusiana na crowds asubiri kwamba mpaka Jumatano. Crowds wafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, waelezee kwa nini, waelezee kwa umma kwamba ni kweli Daudi Albert Bashite alikuja pale na watu wenye silaha akateka nyara kituo. Waelezee. Jambo la pili, wasipoelezea ni sehemu ya uovu. Wasipoelezea ni nini? Sehemu ya uovu. Ndiyo maana nikakwambia nimemwacha kwanza Sudi Brown pamoja na wenzake, kwa sababu mimi ni mchungaji, siwezi kuonea mtu. Siwezi kuonea mtu. Kabla sijapiga natoa angalizo. Hukumu za Bwana ni hukumu za haki, na njia zake zina uwezo kutoa mautini kwenda uzimani. Pigie Bwana makofi, haleluya. Ujasiri ukautoa wapi? Kwa hiyo crowds wajiulize. Management ya crowds kwa maana ya owner, mmiliki, wakurugenzi wajiulize, huu ujasiri kautoa wapi? Na kingine, wachukue hatua. Wamechukua hatua gani? Kituo chao kimetekwa, mfanyakazi wao amepigwa, amewekewa mtutu wa bunduki bila sababu. Ni nini kinachowafanya wanyamaze kimya mpaka leo? Mimi video nitakazokurushia, video ninazokurushia ni video za CCTV kamera ya ndani ya crowds. Kama mimi ninayo, kwani management ya crowds haina? Na kurushia CCTV kamera zilizo ndani ya crowds zinazomonyesha Daudi Albert Bashite, mkuu wa mkoa, anaingia na askari kwenda kuteka kituo. Kwa nini ateke kituo? Apate DVD ya kumzalisha askofu. Nakwambia hivi, kwa taarifa yako, nazaa. Hebu sema amen. Kwa hiyo huyu mwenye kipindi Kwisa akapigwa, na huyo Sudi naye akapigwa, na Chris naye wakapigwa wote. Of course wale si wahurumi sana kupigwa, si ndio walikuwa wametengeneza kipindi? Lengo lao lilikuwa ovu. Lakini nikiwapiga mimi itakuwa hatari. Na walichofanya kingine, sikiliza. Unamjua yule Sudi Brown huwa amevaa ninja. Kwa sababu ya vipindi vyake vile anavyovisema, vipindi vya umbea vile, kwa kuogopa kuhudhuriwa na watu, kuumizwa na watu, wanavaa ninja. Wale polisi walipomkamata wakamvua ninja. Daudi Bashite akamvua ninja, akampiga picha na kupiga picha. Kuanzia leo kama utakataa au kutusema au kutusakizia, tutatoa picha yako hadharani ili ujulikane na watu. Unaona? Kwa hiyo kule aliko huyu Sudi Brown ana wasiwasi. Ndio maana nimeona kama mchungaji ni mstahi kwanza. Mimi ni mchungaji bwana. Mtu akikosea nampa nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ndivyo Mungu alivyo. Mtu aseme amen. Kwa hiyo wakachukua kipindi hicho, wakakipeleka Radio Uhuru. Wakakimbiza Radio Uhuru. Bashite akapeleka Radio Uhuru. Radio Uhuru of course ni radio ya CCM. Hapa kuna watu wa CCM. Hapa hatuna chama. Na mimi nataka niweke wazi. Kuna watu wanasema Gwajima ni Chadema. Gwajima sio Chadema. Sahau. Kuna watu wanasema Gwajima ni CCM. Gwajima sio CCM. Sahau. Gwajima ni sauti ya Mungu duniani kwa ajili ya watu wa Mungu wote. Nataka niweke clear, sio Chadema mimi. Sio CCM mimi. Sio CUF. Sio TLP, sio Mzalendo. Mimi ni sauti ya Mungu duniani. Akija wa Chadema akikosea nampiga. Wa CCM akikosea nampiga. Baniani akikosea nampiga. Asione Mungu yeyote yule. Nataka ujue hivyo. Kwa hiyo
wakapeleka kwenye redio ya CCM. Redio ya CCM ikaanza kurusha kipindi jioni jana, kinyume cha sheria. Ninasema na redio ya Uhuru, haya ndiyo anayosema Bwana. Nawapa siku 3 redio Uhuru. Kuanzia kesho Jumatatu, siku 3 zinaanza kesho Jumatatu. Kuanzia Jumatatu nawapa siku 3. Redio Uhuru waombe msamaha. Baada ya siku 3 hawajaomba msamaha, wasisingizie Gwajima tena. Wasisingizie Gwajima. Kwa sababu kwanza redio yao ni sehemu ya serikali. Serikali ndio imesaini mswada wa habari. Leo wao wanavunja mswada wa habari kwa macho kabisa, kwa kurusha kipindi ambacho cha kichaa kinahusu askofu mwenye watu bila kumuuliza hata askofu mwenyewe. Wamevunja sheria. Sasa wajiandae. Ninawapa siku 3 kuanzia Jumatatu kesho. Ile siku ya Jumatano watasikia itakapokuwa. Hebu mpigie Bwana makofi makubwa kabisa. Hayo ni kuhusu yaliyotokea. Lakini nataka ujiulize mambo kadha wa kadha. Nini kinampa ujasiri huyu kiumbe? Huyu kiumbe ni dhalimu kuanzia mwanzoni. Nikupe mfano wa udhalimu wake. Kuna bwana mmoja, huyu bwana anafahamika sana, ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Nas Howledge. Huyu Nas Howledge, Daudi Albert Bashite alikuwa anamlazimisha huyu bwana wa Kiislamu ampe gari. Yaani apewe tu. Yaani anakulazimisha umpe. Usipompa anakutaja kwenye madawa ya kulevya. Alafu amewaonea kweli Waislamu. Sijui kuna nini hapo. Kikwete alikuwa Muislamu, hakutuonea Wakristo. Mimi miaka ya Kikwete yote nilimkemea Kikwete miaka 10. Kama kuna mtu wa kunifunga alikuwa Kikwete. Lakini Kikwete wote alikuwa mnyenyekevu, ananyamaza kimya, anajua ni sauti ya Mungu. Watu wote sema amen. Sasa huyu Nas Howledge jina lake anaitwa Ali Hemed Abdul Said. Jina lake halisi Ali Hemed Abdul Said. Kampuni yake inaitwa Nas Howledge. Akaambiwa na Bashite, bwana nipe gari lako. Huyu bwana ana gari Land Cruiser nzuri sana. Very nice Land Cruiser. Yaani Land Cruiser yenyewe nikupe na namba zake. Namba za hiyo Land Cruiser ni T500 DAR. Hiyo ni Lexus ya huyo bwana. Mkuu wa mkoa akawa anaimezea mate. Wewe uiangalie hiyo Lexus, unajua sasa kwenye mtandao ukigugo namba ya gari unaona mmiliki wa gari hata wewe. Kwa hiyo huyu bwana ana kampuni yake nzuri tu. Sasa huyu bwana alichomfanya, akaitaka hiyo Land Cruiser, naitaka. Huyu bwana anaona sasa inakuaje bwana? Anasema naitaka. Akaichukua hiyo Land Cruiser yule bwana. Yule bwana akaonekana kama anabishabisha, akamtaja kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo huyo bwana ikabidi Land Cruiser aipeleke. Muangalie Land Cruiser au Lexus anayoendesha mkuu wa mkoa. Amemnyang'anya huyu bwana na kampuni hiyo, amenyang'anywa hiyo Land Cruiser. Aliponyang'anywa, hebu jaribu kuwaza, mkuu wa mkoa ameacha kutumia gari yake aliyopewa na serikali. Hiyo gari ya kumnyang'anya yule bwana akamtaja kwenye madawa, halafu akasema leta gari. Maskini Muislamu wa watu kapeleka gari. Ndiyo gari unaona mkuu wa mkoa anaendesha Lexus nyeusi. Lexus nyeusi hiyo ni ya huyo bwana. Angalia namba yake, registration namba yake. Ukiangalia kwenye logo book utaona imeandikwa vizuri kwamba mmiliki wake ni Tanga Petroleum. Akanyang'anywa. Hebu jaribu kuwaza. Mkuu wa mkoa namba hiyo kati ya watu waliotaja kwenye madawa ya kulevya, angalia yale majina ya chini. Kuna majina ya chini matatu. Kuna Tanga Petroleum,
kuna mmiliki wa GBP na hapo chini kuna Nas Howledge. Angalia majina kwenye mtandao waliotajwa. Huyo sasa Nas Howledge kanyang'anya hiyo gari yake. Mkuu wa mkoa anaitumia kama gari yake binafsi. Hebu ona alivyo ajabu. Yaani akaitoa ile plate number binafsi. Hiyo gari la huyo mtu wa madawa ya kulevya limebandikwa plate number, imeandikwa RC. Na hiyo gari limebandikwa bendera ya serikali. Ndio mkuu wa mkoa anaendesha mpaka leo. Labda abadilishe jana, mpaka leo. Hebu jaribu kujiuliza. Hakuna mtu wa kumwambia, hakuna wa kuzungumza naye, hakuna wa kumuonya. Mpaka gari la mtu binafsi, la mtuhumiwa wa madawa. Sisemi huyu bwana alikuwa anafanya au hafanyi. Kwa sababu Bashite mwenyewe alikuwa anawatisha watu wamletee pesa. Hiyo ndio gari anayoendesha mpaka leo. Kuna gari yake aliyopewa na serikali ni Cruiser, na kuna hiyo ambayo ile plate number ya RC ameitoa kwenye gari la serikali, ameibandika kwenye gari lake hilo binafsi, na bendera ya nchi iko kwenye gari binafsi. Yaani huyu bwana muovu sana. Hebu sema apigwe. Mtuhumiwa wa madawa ya kulevya. Lakini haitoshi. Kuna mtu mwingine yeye akamwambia hivi, nataka BMW yako. Huyo bwana akamwambia, mheshimiwa, mimi niko nayo hii. Akamwambia, usinichezee, ilete. Naye ni Muislamu maskini. Nitakupa namba ya hiyo BMW. Huyo bwana akawa na wasiwasi, akasema wacha nimpe. Akampa hiyo BMW. BMW registration namba yake ni T666 BVR. BMW hiyo. Yule bwana akaamua basi nakupa. Akampa. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, kama ulikuwa unamwona atembea BMW ni ya mtu fulani. Sasa yule bwana alipompa BMW hakumpa kitabu cha gari cha umiliki. Mkuu wa mkoa akawa anamfuatilia yule bwana, niletee na kitabu cha gari. Yule bwana anachenga, anamwambia niletee. Alipoona amechelewa, akamtaja na yeye kwenye madawa. Tulikuwa naye ndani huyo bwana. Akaingia ndani kwenye madawa na yeye akatajwa. Tanga Petroleum akatajwa kwenye madawa. Mkuu wa mkoa akamwambia, shariti nileteeni, kama unataka nikuachie, niletee kadi ya gari nyumbani. Ikabidi maskini yule mtu kadi ya gari akaibeba mpelekee mkuu wa mkoa, akamtuma mwanae akampelekea nyumbani, akampa. Alipompa akaachiwa. Mpaka leo hiyo gari imepaki nyumbani kwa mkuu wa mkoa mpaka leo, mpaka sasa hivi. Jana kulikuwa na harakati za kuihamisha. Walikuwa wanajaribu kuibeba kwenye container, wanaelekea barabara ya Kigogo. Wanaihamisha. Nimeona walipoipeleka, bado ipo, nitakwambia iko wapi. Wanayo. Unaelewa, wanayo. Mambo ya ajabu haya jamani. Gari ya mtuhumiwa wa madawa ya kulevya inafanya nini nyumbani kwa mkuu wa mkoa? Tena kwenye nyumba ya serikali. Haitoshi. Na kuonyesha tu uovu wa Daudi Bashite. Kabla sijasema mambo mengine ambayo ni ya muhimu kuliko haya. Kingine. Kwa hiyo gari BMW iko mpaka leo, imepakiwa nyumbani kwake. Ninazo picha nitawatumia na video zake nitawatumia. Lakini kuna gari nyingine ni Ford Ranger pickup. Ford Ranger pickup ni ya mwaka 2015 ambayo Daudi Albert Bashite alipewa zawadi na GSM. Na hiyo gari ilinunuliwa $60,000. Kupewa zawadi mimi sikatai. Lakini kwa mfanyakazi wa serikali tumeambiwa ukipewa zawadi lazima utangaze. Na unapewa zawadi kwa issue gani? Sasa
Juzi mlisikia alikimbia South Africa. Alipoona kwamba ataitwa na bunge. Hiyo gari nayo nitaje namba zake. Hiyo gari nikitaja namba ukaangalia kwenye mtandao utaona imeandikishwa Paul Christian Makonda. Naitaja namba hiyo gari. Hiyo gari ni T615 DET Paul Christian Makonda. Sasa hiyo gari juzi alipoona taitwa na bunge, alipopanika akimbia South Africa, akaamua aiuze. Akamtafuta bwana mmoja ambaye ni mkurugenzi wa Kiwango Security, jina lake anaitwa Jonathan Inkia.